Nadhani tunaona ambacho kinaendelea pale katika vita ya Irani, Israeli na Marekani. Mimi si mchambuzi mambo ya kivita, lakini pia sifungamani na upande wowote. Mimi ni watu wanaoomba amani katika dunia yetu, kwa sababu vita si jambo jema. Haya mataifa yote tunaishi kwa kutegemeana, lakini ninaamini kwenye kila jambo kuna fursa, lakini pia kuna somo ama mazingatio ya kujifunza. Mimi kama Mtanzania kupitia vita hii kuna kitu nimejifunza. Narudia, sifungamani na upande wowote. Nachotaka ni amani katika dunia. Vipo vitu nimejifunza na nataka kushare na wewe. Irani ni taifa ambalo linashambulia na nchi karibia 2 na zaidi, lakini ukiachilia mbali mabomu makali walionayo, silaha za kisasa ambazo zinatumika katika vita hizo kwa nchi zote, na propaganda za kisasa kabisa ambazo ni kama silaha zinatumika, nikawa najiuliza, Irani silaha yao namba 1 ni ipi? Na wapinzani wao walikuwa wanategemea silaha ipi katika kuliangusha taifa la Irani? Na kwa nini Irani imeendelea kusimama? Nikapata majibu. Silaha namba 1 walikuwa wanaitegemea Marekani, Israeli, walikuwa wanaitumia kuiangusha Irani. Ilikuwa sio silaha ya mabomu, bali zilikuwa ni silaha 2. Silaha ya kwanza ilikuwa ni propaganda, na silaha ya pili wananchi wa Irani kuingia barabarani. Kwa nini Irani imesimama? Imejikingaje? Wananchi wao wameepuka propaganda na wamesimama katika umoja, wamesimama na taifa lao. Ndio maana hii vita unaiona imekuwa ni ngumu sana, na Irani imekuwa majasiri, viongozi wamekuwa majasiri. Ni kwa sababu wananchi wako, mpaka watoto wadogo wako upande wa taifa lao, na propaganda hazijawaingia kichwani mwao kwamba viongozi wao ni wabaya, hiki ni kibaya, ila wao wanaamini, wa Irani wote, kwamba hii vita sio ya kutoa uongozi wetu, hii vita sio ya kutupenda sisi, bali kinachotafutwa ni malighafi za nchi yetu. Na wamejifunza. Wamejifunza wapi? Miaka nyuma iliyopita kwa Gaddafi. Wamejifunza watu wa Libya walivyoingia barabarani, na wanaitazama Libya ya Gaddafi, wanaitazama na Libya ya sasa. Lipo somo hapa Watanzania tupaswa kujifunza. Wana wa Afrika Mashariki na Afrika nzima kwa ujumla inapaswa tujifunze. Wairani wote wanaamini serikali yao inapigwa kwa sababu inatetea maslahi ya Irani. Serikali yao inawekewa vikwazo kwa sababu za vita za kiuchumi, sio ugaidi, sio udini. Ndio maana usikii kuna makanisa, sio kuna Wakristo wameuawa, sio kuna Waislamu wameuawa. Wanaamini sio vita ya udini, bali ni rasilimali zao. Ya laiti Irani wananchi wao wasingekuwa upande wa serikali, nadhani Irani ingekuwa imekwisha anguka. Kwa hiyo hilo ni somo ambalo nimejifunza, na Afrika Mashariki na Watanzania tunapaswa kuiga pale serikali zetu zinapoamua kutetea maslahi yetu, uranium, dhahabu, mafuta, kwa namna yoyote ile. Tukiweza kuepuka propaganda za watu wa magharibi na tukasimama na serikali zetu katika kutetea maslahi mapana ya taifa letu au Afrika yetu, Afrika tuwezi kugombana wenyewe, vita vitakwisha. Ni kweli Wairani zikawa na matatizo yao, lakini nadhani wanasema sasa, kama tuna matatizo yetu tutayaongea wenyewe, tusipangiwe.